Elizabeti, Bwana sifiwe, ambaye anaitwa Elizabeti. Watu walimjua mwanamke ambaye ni tasa, mwanamke ambaye hana uwezo wa kuzaa, mwanamke ambaye amekuwa tasa, miaka imesonga ya uzee imefika, lakini bado yeye ni tasa. Katika maisha kuna venye watu wanakujua, wengine wakikuona wanasema kamekujia unga, wengine wakikuona wanasema kule kamama kanguo moja, kule kamama kakiatu moja, kule kamama ambaye kwake hata hakunanga mazuri, ndio kale kanakuja. Hata Elizabeti alifika hiyo kiwango ndani ya hiyo mji ambayo alikuwa ako ndani, watu walimjua kama tasa. Lakini maandiko inasema ya kwamba hao watu tu ambao walikujua tasa ndio walikuwa watu wa kwanza kutangaza na kameshika mimba na kameonekana. Wale watu waliokujua wewe, mtu ambaye asiyeonekana, wakati Roho Mtakatifu anapoleta ujumbe, analeta ujumbe mpya kwa maisha ya mtu, analeta ujumbe kwa anga ya mtu. Hao watu walikutukana, hao waliweka vita, ndio watakuwa watu wa kwanza kusema kameinuliwa, kamebarikiwa, kameenda mbali, watoto wamefaulu, watoto wameng'aa. Bwana sifiwe. Usishangae na kile watu wanasema. Watakuita kahaba, watakuita mlevi, watakuita mnyang'anyi, watakuita mchawi. Hiyo isikushangaze. Lakini Baba wa mbinguni anapokuja kwa maisha ya mtu, anapokuja kwa anga ya mtu, jamani, Elizabeti walimjua wakamwita tasa. Wenda mambo imekuwa mabaya kwa maisha yako, wenda umekuwa tasa kwa biashara, wenda umekuwa tasa kwa ndoa, wenda umekuwa tasa kwa shamba, wenda umekuwa tasa kwa maisha. Lakini kuanzia leo, hiyo roho ya tasa, 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 kuanzia leo inaondoka, 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 inaondoka. In the name of Jesus. Bwana sifiwe. Elizabeti alikuwa tasa, miaka imesonga. Wachana na wewe, hata hujafikisha miaka 50 unashindwa nitabarikiwa kweli. Bado uko miaka 40, bado uko 30, wengine ni 20, unashindwa nitapata kama mtu kweli. Lakini leo nakuhakikishia, wakati kama huu, wakati kama huu, wakati kama huu, Elizabeti alipata ujumbe, akamwambia namo wakati kama huu utakuwa na mimba. Bwana sifiwe. Kuanzia leo ukaende mbali jameni. Jinsi Elizabeti aliposhika mimba, na wewe kuanzia leo ukashike mimba ya biashara, ukashike mimba ya kunawiri, ukashike mimba ya kibali. Pata. In the name of Jesus. Elizabeti, watu wanakuhitaji. Wenda umaskini, wenda madeni, wenda roho mbaya imefanya utambulike, wenda kukosa kwako imefanya utambulike, wenda vita imefanya utambulike. Lakini leo ninakuhakikishia, Elizabeti alikuwa hapo na watu wakamjua venye walimjua. Lakini siku moja Roho Mtakatifu akamtembelea, akaleta ujumbe, akaleta habari. Usishangazwe na watu jameni, wacha kushangazwa na watu. Kile watu wanasema hiyo ni yao, lakini Baba wa mbinguni bado wako na ujumbe kwa maisha yako. Bado utanawiri, bado utaenda mbali. Bwana sifiwe. Bado unaweza ukaenda mbali jameni. Amini Mungu, amini Baba wa mbinguni. Kama Elizabeti kwa hiyo miaka yake yote, hiyo miaka ya uzee, Mungu alikuja kwa anga yako. Hata yako anaweza akakuja jameni, hata yako anaweza
kujiwa, lakini kuanzia leo hiyo roho ikahame leo, hiyo roho ikahame leo, hiyo roho ikahame leo, ikahame kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Wengine ni boma zetu, unashinda unauliza Mungu, kwa nini nikaolekea hii boma? Kwa nini Baba hukuona mwanaume mwingine na huko nipatie? Wenda ningejua mimi sijui kwenye kukenda, lakini leo nakuhakikishia mahali ambapo huko leo akanyanga na migombe wele, kwa sababu anga inabadilika, kwa sababu Mungu anabadilisha. Ile historia walikuzoea nayo, ile historia walikujua nayo, ile tabia walikujua nayo, Baba wa mbinguni sasa ameingia, anaanza kuingia ndani ya moyo wa moto, ndani ya njia ya moto, ndani ya kazi ya moto. Ndio Baba anaingia in the name of Jesus. Kuna Baba wa mbinguni anaweza akabadilisha wenye watu walikujua, anaweza akabadilisha historia ya moto, anaweza akabadilisha njia za moto. Wachana na boma yenu, isikusumbue akili. Wewe sumbuliwa na kile Mungu anasema kukuhusu, sumbuliwa na kile umetamani kuwa. Wale ambao wanataka kibali yako tumika, anza kutafuta Mungu, anza kuuliza Baba wa mbinguni, na kwani kulienda namna gani? Na mimi sunibariki. Anaweza akachilia hiyo neema. Wanaohitaji neema ya kwenda mbali, kuanzia leo pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea ile neema. Neema ndio hiyo, power. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Unaweza ukaenda, Mungu anaweza akakuinua tena. Safari inaweza ikaanza mpya. Kile ambacho ulipoteza isikusumbue, kile ambacho walisema isikusumbue, kile ambacho walitamka na vinywa zao isikusumbue. Sasa anza kusumbuliwa na kile Baba wa mbinguni anataka kwa maisha yako. Anza kusumbuliwa na safari ambayo Mungu anakupeleka. Hata kama walifunga njia, lakini kuanzia leo kuna njia ingine inaonekana, kuna njia inaonekana, kuna njia mpya inafunguliwa. Pokea hiyo njia, pokea hiyo njia. Njia ndio hiyo. Kuna Mungu, kuna Baba wa mbinguni. Unamjua Mungu namna gani? Wengi tulivunjwa moyo kwa sababu ya safari ya wokovu, tukaambiwa tutatoboa hii safari, wakatuambia wacha tuone mahali mtafika. Lakini leo nataka nikuambie kuna Mungu ambaye alianzisha safari na lazima ataikamilisha. Chochote ambacho Mungu alianzisha kwa maisha yako, leo nataka ndani ya ibada hii uamini Baba wa mbinguni. Ile safari Mungu alianzisha, nataka nikuhakikishie ya kwamba Mungu ataimaliza. Alianza safari na Elizabeti na alihakikisha amepata miujiza. Na wewe kuanzia leo ukapate miujiza ambayo itashangaza watu, ukapate miujiza ambayo maadui wako watanyamaza, ukapate miujiza ambayo utabadilisha boma yenu. Kama kuna mtu alijenga nyumba ya mawe, lakini kuanzia leo wewe utajenga. Tunaabudu Mungu aliye hai, Mungu ambaye anajibu maombi, Mungu ambaye usikia sauti ya mama na akajibu, Mungu ambaye usikia moyo wa mtu. Jameni, Mungu ambaye anaweza kukuinua uende anga ingine tofauti. Ukiweza kuelewa Mungu ni nani kwa maisha yako, hautajuta kile watu wanasema.
yako. Hautasumbuliwa na kile watu walitamka ikakufikia. Hautapigwa butwa na kile marafiki walisema kukuhusu. Ukiweza kutambua Baba wa mbinguni ni nani kwa maisha yako. Mathayo 13:24. Mathayo 13:24. Katika konde lake. 25. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. 26. Baada ya majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana ni magugu. 27. Watumwa wa wenye nyumba wakaenda kumwambia Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kusing'oa ngano pamoja nayo. 30. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia mavuno. Wakakusanyeni kwanza magugu, yafungeni matita matita, mkachome mbali, ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Bwana sifiwe. Biblia inazungumzia habari ya mtu mmoja ambaye alienda shambani na akapanda mbegu iliyo mzuri, lakini cha kushangaza, wakati hiyo mimea ilipoanza kunawiri, ilipoanza kumea, wakashindwa magugu inatoka wapi. Maisha yangu ilianza kwenda vizuri, mambo ilianza kubadilika kwa anga yangu, lakini sielewi ni nini ambacho kiliendelea hapo katikati. Nilianza vizuri safari ya wokovu, lakini sielewi ni nini ambacho kilitendeka kwa anga. Inafananishwa na mpanzi aliyetoka kapanda mbegu zake, akijua kwamba yeye amemaliza, anangojea kupalilia na kuvuna. Lakini maandiko inasema usiku wa manane maadui wakaona ile shamba ambayo imepandwa, wakaenda wakapanda na magugu zao. Wakati mimea ilikuwa inaanza kunawiri, kumbe pia magogo ilikuwa inanawiri. Jameni, kuanzia leo, waliopanda magogo ndani ya shamba ya moto, waliopanda magogo ndani ya huduma ya moto, kuanzia leo tukaambiwa tuzizanye na tuzichome. Kuanzia leo tunachoma kila magogo ndani ya shamba ya moto, tunachoma kila magogo ndani ya ndoa ya moto. Kila magogo waliopanda maadui kwa maisha yangu, kuanzia leo ndio hiyo ndio inachomeka. Ichomeke kila magogo. Wakaona huduma ya mtu, wakaona huyu ataenda mbali akishikilia kazi ya Mungu, wakaona huyu anaweza akanawiri, huyu anaweza akafaulu kwa huduma na kazi ya Mungu. Lakini kuanzia leo nataka nikwambia kwamba magugu inaweza ikaondoka. Magugu inaweza ikaondoka. Magugu waliopanda usiku wa manane ndani ya anga ya mtu inaweza ikahama na ikaondoka. Kile ambacho kilipandwa na mikono ya mwanadamu ndani ya maisha yangu, wewe kuanzia leo, Baba wa mbinguni, anza kuiondoa kila madhabahu na misingi zote waliopanda kwa maisha yangu, kila madhabahu na anga zote waliopanda kwa njia zangu, kuanzia leo Yesu, ikaondoke. Mama mmoja
akaja na marhamu akamiminia Yesu kwa kichwa chake na miguu. Watu wakashangaa, wakajiuliza, hii marhamu jameni, ingeuzwa isaidie mayatima. Bwana asifiwe. Wakaanza kumkejeli yule mama, lakini mama alijua hata kama nitatumia marhamu haya, lakini jinsi ambavyo nitaondoka sio jinsi ambavyo niliingia. Waliona huduma ya moto, wakaona huyu ataenda mbali, huyu atakuwa mhubiri mkubwa, huyu atakuwa mama mwenye shujaa, huyu atakuwa mama mkombozi. Wakaona hiyo anga na hiyo huduma, wakaipandia magogo, wakaitana mkutano, wakaanza kuipigia vita. Lakini leo nimekuja nikuambie, hiyo magogo na hiyo mikutano walioweka kwa maisha ya moto, hakuanzia leo. Ichomeke, 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 choma, choma, choma. Walioweka vikao ili huduma isambaratike, ili anga yangu isambaratike, kuanzia leo Baba wa mbinguni, na mimi ninawarudishia mishale na moto zao katika jina la Yesu. Anza kurudisha, rudisha, 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 warudishie anga zao, madhabahu zao, fitina zao, vita zao, visirani zao, iwarudie kwa jina la Yesu. Kuna Baba wa mbinguni, kuna Mungu ambaye hubadilisha njia. Ukiweza kumwamini, jamani, leo wanadamu wamefanya tuvunjike moyo, wamefanya tukose mpaka kutumika kwa Mungu. Lakini kuanzia leo, anza kumtafuta Mungu vizuri. Tafuta mahali uliachia Mungu, bado wako tu mahali pale anakungojea. Mahali ambapo ulisikia sauti, ukasikia unaweza ukatumika, bado Baba wa mbinguni anakungojea. Bwana sifiwe. Unaweza ukaenda mbali, unaweza ukainuliwa, anga ya mtu inaweza ikabadilika. Bwana sifiwe. Ambia mtu, Mungu amani akubariki. Kuanzia leo ukaende mbali, kuanzia leo ukainuliwe, kuanzia leo anza kuwa mhubiri, anza kuwa mhubiri. Mwambie kuanzia leo anga yako ibadilike. Mwambie kuanzia leo majeruhi yote ndani ya moyo iondoke. Bwana sifiwe. Mimi nataka tuombe Mungu, kisha nipeane, tuendelee, tupeleke hizo vipindi zingine na Mungu atatenda. Bwana sifiwe. Nataka niombe ule najisikia mimi nahisi nahitaji Mungu uniguze tena. Kuna kitu ambacho nataka kumwamini Mungu, kuna safari ambayo nataka kumwaminia Mungu. Bwana sifiwe. Ninakukaribisha. Unahisi leo Baba wa mbinguni, hii magogo ilipandwa kwa maisha yangu, hii kitu nimejaribu imeshindikana, nimekanyanga, nimeenda, lakini sijapata jibu. Leo Baba wa mbinguni yako hapa, anataka uondoke na uponyaji, uondoke na miujiza, uondoke na ishara, ukaone Mungu mkubwa kwa maisha yako. Bwana sifiwe. Ukaone Mungu mkubwa kwa anga na maisha yako. Kama kuna mtu kama huyo, mimi nikimaliza nitakaa na sioni kama nitaamka tena. Uko hapo unahitaji tuombe pamoja, karibu. Kuna kitu nataka kuaminia Baba wa mbinguni. Kuna safari unaona hii Baba wa mbinguni, nahitaji tu uniguze, nahitaji tu nikakuone. Nimejaribu, nimeng'ang'ana, nimetafuta pande hii na huku, lakini bado sijaona tofauti. Kuna masaa sasa Baba nataka akusaidie. Kuna masaa sasa lazima tukaribishe Roho wa Mungu kwa maisha yako, ili Baba wa mbinguni akakupeleke mbali, ili Mungu akakuinue. Usikate tamaa, usijalishwe na kile watu watasema. Yule mama ambaye alitokwa na damu kwa miaka 12
alinuka, lakini hakujalishwa na hiyo. Alielewa kuna masaa anahitaji uponyaji. Yes. Alielewa kuna Baba wa mbinguni anaweza akatembea kwa anga yake na ibadilike. Nawe pia nataka nikuhakikishie, Baba wa mbinguni anaweza akabadilisha anga yako, anaweza akabadilisha safari yako, anaweza akakupeleka mbali, anaweza akakuinua. Anga ya mtu inaweza ikabadilika. Kuna Mungu ambaye badilisha njia. Inua tu mkono juu tukiamini Mungu, na najua Mungu atatenda na Mungu atajitukuza. Amini Mungu. Nataka umwamini Mungu.